Polisi walijuaje alipokuwa Albert Ojwang? Kifo cha mwalimu na mwanablogu wa Kenya Albert Ojwang akiwa chini ya ulinzi wa polisi kimeibua maswali mengi ambayo Wakenya bado hawajapata majibu sahihi. Swali kubwa na la msingi ni kuhusu njia zilizotumiwa kumkamata. Katika kujaribu kutoa majibu na ufafanuzi wa maswali hayo, Inspekta Jenerali wa polisi nchini humo Douglas Kanja alisema kuwa Ojwang alikuwa miongoni mwa wanablogu waliokuwa wakichunguzwa kwa kusambaza taarifa za uongo kuhusu naibu Inspekta Jenerali Eliud Lagat. Kulingana naye, polisi waliomba taarifa zake kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano kuhusu akaunti ya X ya Pixel Pioneer AI na kupata maelezo yaliyowasaidia kumkamata Ojwang katika akaunti ya Homa Bay. Hata hivyo, mamlaka ya mawasiliano ilikanusha madai ya kutoa taarifa hizo na kusisitiza kuwa kamwe haiwezi kushirikiana na polisi bila agizo la mahakama. Wakati huo huo, Safaricom ambayo ni kampuni kubwa inayoongoza kwa huduma ya mawasiliano nchini Kenya, nayo kupitia mkurugenzi wake mtendaji Peter Ndengwa ilikana kuhusika na utoaji wa taarifa za Ojwang. Hii ni baada ya aliyekuwa mwanasheria mkuu na waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kudai kwamba huenda kampuni hiyo ndio iliyotoa taarifa nyeti kwa vyombo vya usalama bila kufuata taratibu za kisheria. Wakenya wamejikuta wakichezeshwa danadana kama mpira bila kujua ni nani msema kweli. Mbali na kutaka kujua ukweli unaomhusu Ojwang, lakini wenyewe pia wameingiwa na hofu ya kukosa uhakika wa faragha ya taarifa zao, huku wakiuliza ni kwa kiasi gani taarifa zao ziko salama.